Katika ukurasa wa kwanza wa gazeti letu la Standard tunaona pale juu anasema kwamba wabunge wanasema kwamba wanahitaji they need one another katika kurithi uongozi, haswa katika ile sehemu ya upinzani. Wanasema kwamba waje pamoja ili waweze kurithi uongozi kutoka kwa anayeshikilia sasa hivi ambaye ni Uhuru Kenyatta. Hiyo utaipata, ama habari hiyo utaipata katika ukurasa wa 8. Vile vile tukienda katika ukurasa wa 3, kuna wale ambao wameshikwa na kuwekwa na kutiwa jela katika pale China, nchi ya China. Tunapa vile vile kuna huyu anaitwa Peter Misi anayetuma barua ambaye alipatwa na ulanguzi wa mihadarati. Hiyo utaipata, habari yote utaipata katika ukurasa wa 3. Vile vile tunaangalia hapa, wanasema kwamba ni jinsi gani tunaweza okoa kalenda ya mwaka huu. Manake wajua mwaka jana COVID iliingia, vitu masomo yakasimamishwa kidogo, na mwaka huu vile vile mmeona kwamba kuna hiyo lockdown ambayo imewekwa kidogo. Wanasema kwamba yaweza chukua muda. Kwa hivyo ni jinsi gani hiyo tunaenda kuangalia katika ukurasa wa 4. Kwa hivyo moja kwa moja tuangalie ukurasa wa 2. Ukurasa wa 2 pale tunaona kwamba wanasema vitanda vya ICU katika zile kaunti ambazo zimepigwa vilivyo na ugonjwa wa COVID-19 ni vitanda 58 kwa jumla. Kwa hivyo unaona jinsi mambo yalivyo. Ugonjwa huu si mchezo kweli kweli, na shika kushika. Kwa hivyo ikiwa umeugua ugonjwa wa corona na unapatikana katika kaunti hizi 5 ambazo zimepigwa zaidi, kwa hivyo unaona kwamba kuna changamoto anuai. Kwa hivyo inasemekana kwamba, ama imeandikwa hapa katika gazeti hili kuwa ikiwa kitanda kimoja kitapatikana, kwa maana hivi vitanda vyote 58 vyote vimechukuliwa ama vinatumika. Kwa hivyo kama kitanda kimoja kitapatikana hivyo, iwapo pengine mmoja amepona, ametolewa pale, ama mmoja amekufa, yani hakuna kitanda kimebaki yenye mtu anaweza. Sasa wagonjwa ambao wanapata ugonjwa wa COVID wanaenda wapi sasa wenye wamepata sasa? Hapo ndo changamoto zaidi. Kwa hivyo tunasema kwamba vaka barakoa yako sanitize. Kwa hivyo kuanzia ya haraka tu, kaunti ya Kajiado na Kiambu wanasema kwamba hakuna kitanda hata kimoja katika kaunti hizo. Vile vile Nairobi City County, Kenyatta National Hospital kuna vitanda 6 peke yake. Kisha kuna Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital, hapo kuna vitanda 32. Kwa hivyo unaangalia, kwa hivyo vaa barakoa yako. Katika ukurasa wa 3 kwa haraka tu, kuna Wakenya wale ambao unapata kwamba wamezuiliwa katika jela za nchi tofauti. Tushaona kwamba kuna Wakenya wamezuiliwa nchi Tanzania, Uganda. Kuna habari hapa, kuna Kenya mmoja ambaye alizuiliwa katika jela moja pale China. Pale China ambaye alishikwa na mihadarati aina ya heroin. Alikuwa shameza vidonge 125 akazuiliwa pale. Mara ya kwanza walisema kwamba angehukumiwa kifo, lakini wakuja wakalegeza kidogo. Akasema kwamba afungwe maisha. Kenya hii wanasemaje? Kuna hicho kifungo kweli? Kifungo cha maisha kilitolewa mnamo, nikidhani ilikuwa 2016. Walitoa hicho kifungo cha maisha. Hapa nimefika katika ukurasa wa 3. Sijui tuangalie Taifa Leo kwanza kidogo. Naona katika uso wa Taifa Leo wamedokeza kwamba kuna ukurasa wa 3 ambapo wanasema kwamba mlinzi mmoja akamatwa Mombasa kwa kushukiwa kumteza mwizi. Yani mwizi akishikwa huyu mlinzi alikuwa anafanya katika kampuni moja, anafanya kama mlinzi wa hilo kampuni. Mwizi akashikwa katika hilo kampuni ambalo linapatikana katika kaunti ya Mombasa. Sasa huyu mlinzi akaanza kumteza pale ambapo alikuwa amefungiwa. Sasa huyu mlinzi ashakamatwa. Kwa hivyo ni hatia. Mwizi pia na yeye how do we call his rights. Ukurasa wa 4 naona anasema kwamba kuna huyu mwimbaji ambaye anaitwa kama Ray-Z. Kuna t-shirt ambayo alikuwa ameivalia ambayo imeleta shauku kwa wakazi
wa kaunti ya Lamu. Ukurasa wa 4 pia naona wanazungumzia kuhusu badri mmoja ambaye alidungwa mchele. Mchele ni ile dawa ambayo unawekewa kwa kinywaji alafu unapoteza fahamu. Hasa katika zile tunaita joint kama mikahawa hivi. Sasa yeye alikuwa katika mkahawa. Yeye alikuwa amebeba vidozo kama watatu hivi, wasichana kama watatu kwenda kujivinjari. Warembo wale. Kwenda kujivinjari kwa nyumba yake. Sasa wakamtilia mchele katika kinywaji ambao walikuwa wanabugia. Pengine ameoa, tutajua baadaye. Tutaangalia katika ukurasa wa 4. Kuna ukurasa wa 5, ukurasa wa 11 hadi 14 naona wanazungumzia kuhusu chanjo ya COVID-19. Wengine wanasema kwamba inagandisha damu. Hayo ndio yale ambayo yanaangaziwa katika ukurasa huu wa 11 hadi 14. Na katika ukurasa wa 2 naona kwamba wanazungumzia kuhusu siasa. Chama cha ODM wameelekea kotini kupinga matokeo ya kura za matungu. Nakumbuka kura za matungu zilifanyika mnamo mwezi wa 3 tarehe 4. Sasa chama cha ODM kimeelekea kotini ili kupinga matokeo hayo. Hayo ndio yale ambayo yanaangaziwa katika gazeti hili la Taifa Leo. Kwamba na tena huko katika ukurasa wa 5 kuna yale maneno ambayo wanaangazia kwa, wanasema kwamba serikali ya nyonga wanyonge. Unajua serikali ya Kenya wamechukua mkopo tena ya kutoka kwa shirika ambalo linasimamia fedha duniani, IMF. Shirika kuu sana limewapea trilioni kama 262. Sasa hivi Kenya ina mkopo wa takriban trilioni 8 ambao unafaa kulipwa. Katika ukurasa huu wa 5 naona kwamba wanasema kuna baadhi ya sababu ambazo wananchi wengi kushindwa kutimiza mahitaji yao ya kimsingi. Yaani unapata mwananchi ni mtu ambaye anafanya kazi lakini ameshindwa kutimiza yale mahitaji yake ya kimsingi. Kulisha watoto wake, nguo kuvalia, kununua vyakula kwa nyumba. Wamepeana sababu 6 huku. Wamesema moja ni madeni ya shilingi trilioni 8 yamechangia Wakenya wengi kuishi maisha duni. Lockdown bila afueni kwa kufanya biashara, huduma za duni za kiafya katika hospitali zetu, bei ya juu ya vyakula, kukosa kuadhibiwa kwa wezi wa mali ya umma, na pia ushuru wa juu kupindukia. Hayo ndio yale mambo ambayo yanaangaziwa katika gazeti hili la Taifa Leo. Nikienda moja kwa moja hadi ukurasa wa 1 naona wanaongelea kuhusu deni, mkopo wa shilingi bilioni 257 ambazo zilikabidhiwa nchi ya Kenya kutoka kwa shirika la IMF duniani, ambalo shirika ambalo linaangazia ama kuangalia fedha duniani. Hayo ndio yale ambayo yanazungumziwa katika ukurasa huu wa 2. Pia katika ukurasa huu wa 2 wanazungumzia kuhusu siasa, ambapo chama cha ODM kimeelekea kotini ili kupinga kura za matungu ambazo zilifanyika mwezi March tarehe 4. Ndio yale ambayo yanaangaziwa katika ukurasa huu wa 2. Na ukumbuke si jana kura hizo zilifanywa matungu, ni muda ushapita. Sasa sijui mbona wamejitokeza sasa. Wanasema kwamba wale ambao walikuwa wanaendeza uchaguzi huo hawakuzingatia yale mambo ambayo yanafaa kuzingatiwa hadi Oscar Mpira na Mbulindo kunyakua ushindi huo. Katika ukurasa wa 3 naona wamesema kwamba kuna wabunge, mbunge wa Kikuyu anaitwa kama Kimani Ichung'wah na seneta wa Nakuru anaitwa kama Susan Kihika wamehimiza serikali na lile jobo ambalo linasimamia BBI kutumia fedha zilizo mamilioni ya pesa, I think ni 14 14 milioni, kutumia pesa hizo kufanya badala ya kufanya referendum na hizo pesa ama fedha wasitumie kulisha Wakenya ambao wanapitia maisha magumu. Hiyo ndio taarifa naona inaangaziwa katika ukurasa huu wa 3. Na pia wanaangazia ile taarifa yenye kujuza kwamba kuna visa mmoja ambaye alikamatwa kwa kuteza mshukiwa kwa county ya Mombasa. Nikiangazia ukurasa wa 4 naona huku wanaangazia county, taarifa mbalimbali kutoka kwa county tofauti.
tukiutangazia tena hiyo. Nilikuwa nimefika katika ukurasa wa 3, moja kwa moja kwa ukurasa wa 4 katika gazeti letu la The Standard. Tunaona wanaangazia jinsi ya kuregesha masomo katika shule anuai hapa nchini Kenya. Tumeangalia kwamba jinsi ujuavyo mwaka jana hii lockdown iliharibu mambo mengi zaidi, shule masomo yakasitishwa, na sasa hivi mnaona yashasitishwa vile vile. Kwa hivyo wanaangazia kwamba idara gani hii, tunasema kwamba Ministry of Health wamesema kwamba walimu wote waende wapewe chanjo ya ugonjwa wa corona kama njia moja ya kuwakinga wale walimu wanavyofunza wale wanafunzi katika shule mbalimbali. Vile vile wazazi pia wanasema kwamba wanafunzi wakiwa shuleni wanaweza kudhibiti ugonjwa huu wa corona vizuri zaidi kuliko wakati wanakuwa ama wanashinda nyumbani. Manake wanaenda katika hizi vyumba vya burudani, kujiburudisha vile vile, ambapo hawafuati yale masharti yamewekwa. Katika ukurasa wa 5 tunaona kwamba Mudavadi anataka masharti yale yaliyowekwa na IMF, shirika la kupeana pesa ulimwenguni, kutolewa waweze kutolewa ili wananchi waweze kujua masharti gani yale IMF iliweka ili kukubalia pesa zile shilingi bilioni 262. Sijui hapo walisema ni bilioni 257. Kwa hivyo kuna tovuti kidogo. Japo lakini kuna pesa ambazo zilitolewa pale IMF. Kwa hivyo Mudavadi anasema kwamba ni vizuri ikiwa Wakenya wataweka wazi, waambie kwamba hizi pesa zilitolewa ama zilikopwa, na vile vile waweze kuambiwa kwamba ni masharti gani yale yaliwekwa, ikiwa kuna watu watafutwa kazi, ikiwa kuna wale ambao maybe tuseme tax tunasema ushuru itaongezwa. Vile vile Mudavadi anasema kwamba serikali anaitaka ije wazi, iseme kuwa ni mbinu zipi zimetengwa ili kuweza kulipa hii mikopo ambayo tunaona kwamba inazidi kuongezeka hapa nchini Kenya. Pia nikiangalia katika ukurasa huu wenye nilikuwa nimesahau huku nyuma, ukurasa wa 3. Uhuru ashauriwa kuiga Kibaki. Najua kuna ule uvumi kwamba Kibaki ndiye alikuwa kiongozi bora tangu Kenya ipate uhuru, hasa kwa kuangazia uchumi wa Kenya. Sasa naona huku kuna askofu wa kanisa la Katoliki Diocese ya Eldoret ambaye anaitwa kama Dominic Kimengich, alimshauri rais kwamba aige mfano wa rais mstaafu Emilio Mwai Kibaki. Na pia Wakenya wengi unajua wana ile shauku, wana ile wanaamini kwamba kuna rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Emilio Mwai Kibaki ndiye alikuwa rais bora. Sijui niende ukurasa wa 6. Enda rasi. Katika ukurasa wa 6 tunaona hapa kwamba kuna initiation rights hit by COVID-19 setbacks. Kuna zile hafla za jando, haswa kwa wale vijana ambao wamefika umri, wameshamaliza pengine masomo yao ya shule za msingi, na ilikuwa inafanyika haswa katika mwezi wa Disemba. So tukaangazia pale katika Mlima Kenya, tumeona kwamba mwaka jana wa vijana hawa hawakupelekwa jando manake ugonjwa wa corona. Kwa hivyo ilisitishwa hadi mwezi jana, lakini japo kuna wachache sana ambao wamejitokeza, ambao ni 160 ukilinganisha na miaka ambayo imepita. Na hawa walikuwa wanalipa pesa 7,500 kwa kitendo hicho. Vile vile katika ukurasa wa 7 katika jamii ya Kalenjin vile vile wameamua kwamba vile vile hizi hafla za jando zilikuwa zinafanyika mwezi Disemba, lakini japo ukiangalia kalenda ya masomo Disemba wamepewa muda wa wiki moja tu. Kwa hivyo hiyo wiki moja haiwezi wasaidia ili kuendeleza hafla hiyo. Kwa hivyo wameisitisha na kusema kwamba itakuwa ikifanyika mwezi wa April. Kwa maana Aprili kwamba kulingana kalenda ya masomo kuna muda kidogo pale. Huo ni katika ukurasa wa 7. Nikiangalia katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Taifa Leo, naona kwamba wanaangazia maendeleo katika miradi mbalimbali katika kaunti zetu. Katika kaunti ya Nairobi hapo jana kuna nyumba takriban 5,000 ambazo zilipomolewa katika mtaa wa Njiro, if you know that. Ukikaa Njiro iko maeneo ya huko west,
wapi huko Mwiki Kasarani huko kuna Njiro huko iko maeneo hayo. Taita Taveta wanasema kwamba kuna uwanja wa ndege ambao unafaa kukarabatiwa. Uwanja huo ulisitishwa mwaka wa 2016 ambapo sasa uwanja huo katika mtaa ama eneo la Voi ushaanza kukarabatiwa. Katika kaunti ya Nyandarua wanaangalia kwamba serikali ya kaunti yaanza kujenga soko lililo bomolewa katika kaunti hiyo. Pia katika kaunti ya Kakamega naona wanaangalia kwamba wafanyabiashara katika maeneo mbalimbali huko wanaangazia maeneo ya hoteli, mikahawa mbalimbali katika kaunti hiyo ya Kakamega. Nyeri pia wanasema kwamba kile kitendo ambacho nilikufahamisha kwamba wanawake 3 wakamatwa kwa kuibia mseminali baada ya kumtilia mchele nyumbani wake, nyumbani kwake. Taarifa hii naona ni kama inaangaziwa katika ukurasa huu wa 4. Inasemekana kwamba wanawake hao 3 walikuwa wameandamana na huyo mseminari kwa nyumba yake wakichivinjari, wakifuta sigara, wakikunywa vileo, lakini baadaye walimtilia mchele ama hiyo dawa ya kulevya na wakamuibia. Katika kaunti ya Mandera wanaangalia mambo na wazee na tamaduni. Eldoret wanaangalia kwamba by the way kaunti ya Eldoret kuna wanafunzi 64 ambao hawakufanya mtihani wao wa darasa la 8 na wengine wa kidato cha 4. Kuna wanafunzi 64 ambao hawakufanya mtihani huo. Katika kaunti ya Meru wanaangalia mmea wa miraa ambao sasa ile shirika la kukadiria viwango vya ubora wa bidhaa KEBS umesema kwamba unaenda kuangazia ama kuangalia mmea wa miraa katika kaunti hiyo ya Meru. Katika kaunti ya Narok naona wanasema kwamba kuna mivugo ama wanyama ambao wanatokea na kuwaangaisha wananchi katika kaunti hiyo ya Narok. Homa Bay kuna mwanafunzi mmoja aliyetoweka hivi majuzi na amepatikana kama ameuawa katika eneo la Mbita. Katika kaunti ya Nyeri wanasema kwamba msako dhidi ya bodaboda kwa kumuua. Unajua hivi majuzi kuna kesi mbalimbali zimetokea kwamba waendeshaji wa bodaboda wamejihusisha katika wizi na mauaji. Kirinyaga wanasema kwamba kuna takriban shilingi milioni 58 ambazo zimewekwa kando kuangazia sekta ya maziwa. Hayo ndio yale ambayo yameangaziwa katika kaunti mbalimbali humu nchini. Ndio kidogo tufike ukurasa wa 8. Ukurasa wa 6 naona wanaangazia habari za Afrika na dunia. Ambapo wanasema kwamba kuna hii chanjo, sijui nitaita chanjo, kuna hii nitaitaje hii? Kuna mbinu mwafaka ambayo ilitolewa Tanzania na mganga mmoja ya kuponya ugonjwa wa COVID-19. Unafungiwa katika chumba moja ambapo hakuna hewa inaingia ndani, sijui kuna moshi ndani. Sasa wamesema kwamba serikali yapuuza wito wa kutoa nyungu za kujifukizia. Hii ni mbinu ambayo ilitolewa na mganga mmoja Tanzania. Eti inatumika katika kuponya ugonjwa wa corona. Sijui kama kuna mmoja ameshawahi ponya? Wengi Tanzania. Unajua Tanzania hakuna COVID-19. Unajua Tanzania hakuna COVID-19. Tuendelea, una uhakika. Naona nchi ya Pakistan wana maelfu wakimbilia chanjo ya kutoka Urusi. Na kwamba kuna jeshi la Mosambiki ambalo limejitolea kukomboa sehemu ya nchi hiyo ambayo ilikuwa imetekwa nyara na magaidi. Na ukurasa wa 7 naona kwamba wanaangazia baada ya uchunguzi kufanywa na kubaini kwamba ziwa la Nakuru linalo sumu kali ambayo inaua wadudu katika ziwa hilo. Hiyo ndio taarifa ambayo inaangaziwa katika ukurasa huu wa 7. Tunaenda uangazie ukurasa. Niangalie ukurasa wa 8 hapa. Japo nataka tukimbie madukani kidogo. Tukirejea hapa katika hii meza nitakueleza jinsi watu wamejipanga. Watu wamejipanga zaidi uchaguzi wa mwaka 2022. Jinsi watakavyo urithi uongozi ule kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta. Twende madukani, nikirejea usibanduke. Hey, what's up everyone? My name's Alfax Nyibuto. This is Aboxy Global Radio 2021. We are here and we are going round and about.
video, photo, audio, anything it is in the media field, Abogasi Global Radio. You already see us. We're out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here. Anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya, you call us, Abogasi Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo. Call us 214-489-5885. Abogasi Global Radio. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abogasi Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana. Naam, katika ukurasa wa 8 ndo hapa tunapata kwamba wabunge wanaendelea kusema kwamba viongozi wa upinzani wafaa kuja pamoja ili waweze kurithi uongozi kutoka kwa Uhuru Kenyatta. Kama watafanya hivyo, kuna uwezekano kwamba naibu wa rais William Ruto atawaosha. Yari katika ukurasa wa 8 ambapo wanasema kwamba wale waliokuwa viongozi wa muungano wa NASA ambaye ni Raila Odinga, Musalia Mudavadi wa ANC, Kalonzo Musyoka wa Wiper pamoja na Gideon Moi wa KANU waje pamoja watengeneze muungano mmoja ili iwawezeshe kumpiga naibu wa rais William Ruto itakapotimia mwaka wa 2022. Vile vile wanasema kwamba wakija pamoja tu hivyo basi wataweza kuchukua uongozi. Vile vile wanasema kwamba hii imekuja baada ya kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi kusema kwamba inafaa Raila aungane na wao. Raila aungane na wao ili waweze kuchukua uongozi huo. Vile vile kuna Makueni, mbunge wa Makueni ambaye anaitwa Daniel Maanzo. Yeye anasema kwamba Raila ndiye anahitaji hao viongozi wengine zaidi ya wao. Kwa hivyo Raila aweze kuweka tunahitaji ego, awekelee chini mwanzo ili aweze kuungana na hao viongozi wengine waangalie kwamba wamechukua uongozi. Na kwa taarifa hiyo, do you think Raila, Musalia Mudavadi, Kalonzo and Moses Wetangula wote watakuja pamoja? Ndivyo wanasema. Hii ni suggestion. Huenda wakaja pamoja. Kumbuke hawa viongozi wengine wa 4 wako na chama chao ambao wameunda hivi majuzi cha OKA, One Kenya Alliance. Sasa wakamwacha na nje Raila Odinga. Do you think Najua hapa ndo tunasema kwamba kuna kitu fiche hapa. Pengine kuna huyu mbunge wa Makueni anasema kwamba Raila ndiye anawahitaji zaidi. Kwa hivyo Raila mwenyewe aenda waambie bana si tutengeze muungano mmoja kwa pamoja. Kwa taarifa hiyo hata niongezea yangu hapa ukurasa wa 8. Naona kwamba unajua chama cha ODM kuna yule gavana wa kaunti ya Mombasa Al Hassan Joho aliweka makaratasi ndani kwa anataka tiketi ya ODM kugombea urais 2022. Pia gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya pia aliweka karatasi zake ndani eti anataka tiketi ya ODM kugombea urais kama 2022. Sasa naona huku kuna picha hapa ambazo naona Raila Odinga anampongeza Al Hassan Joho kwa kuweka hizo karatasi ndani. Sijui kwamba do you think huyu Joho na Oparanya wanaweza mshinda Raila Odinga kwa kuwania tiketi ya ODM, kwa kuwania urais? Raila hajawania. Lakini unajua na yeye pia hajaweka. Alisema kulikuwa na walisema kwamba hiyo ni siasa za Kenya. Ni sawa. Katika ukurasa gani huu? Ukurasa wa 10. Kunaye aliyekuwa anaitwa Philip Muga. Jina hilo sijui ni Mugo ni Muga Philip, aliyekuwa anasema kwamba aliweza kushinda ama alikuwa ni DPP na vile vile aliweza kuhandle cases mingi zaidi. Kwa hivyo sasa mwaka 2017 aliweza kuwania urais kwa chama
cha UDM. Hakuweza, ila alikuwa na ile hamu ya kuwania. Lakini ilipofika ile wakati wa nominations aka drop out. Kwa hivyo ni mtu akiamua kwamba anaendea hiki kiti anakiendea. Kwa hivyo sasa hivi amesema kwamba yeye ana hamu ya kupata zile hela ambazo watu wanapata akiwa hakimu mkuu, lakini yeye sasa hivi anataka kufanyia Wakenya kazi. Kwa hivyo amesema kwamba akipatiwa hiyo position ya kuwa chief justice ama hakimu mkuu ataweza kufanyia Kenya kazi nzuri zaidi. Hiyo ni katika ukurasa wa 10. Tuangalie Taifa Leo kidogo. Ukurasa wa 9 naona wanaangazia kile kisa ambacho kilitendeka katika kaunti ya Kisumu muda mfupi ambao umepita, ambao wana polisi au mapolisi wa kaunti ya Kisumu walimtekeleza na kumuhujumu mmoja ambaye alikuwa mfanyabiashara katika kaunti hiyo. Naona bado kinaangaziwa katika ukurasa huu wa 9. Huku tena naona wanaangazia miradi katika kaunti mbalimbali, ambapo kuna na story mbalimbali, hadithi mbalimbali kutoka kwa kaunti mbalimbali. Naona Eldoret mjini kuna kahaba mmoja ambaye alijaribu kumnaza pasta akidhani ni mteja. Pasta alikuwa anatembea tu katika harakati zake. Huyu kahaba akamnaza, akamuita pasta, si unajua sasa mambo ifanyike. Pasta kumbe alikuwa na mkewe. Pasta alimfokea akamwambia kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu. Huyo shetani ambaye amemtuma kwa pasta amwambie kwamba jambo la kwanza. Pasta alikuwa anapita nini kwa madanguro ya makahaba na bibi yake? Ni njia tu kama huko ni njia tu. Kama wapi hapo? Na mtendelee. Katika pia ukurasa huu wa 9 naona kwamba wanaangazia kuna mama mmoja katika Kaviani iko katika kaunti ya Machakos. Imekaa huko kwa siku mingi sana. Huyu mama alikuwa amemwacha mumewe kwa takriban miaka 3. Sasa kurudi baadaye akapata kwamba huyu mwanaume alishaoa tena. Sasa huyu mama alikuwa analia akisema mbona huyu alioa? Na alienda miaka mingapi hiyo? 3. Walikuwa wamefurukushana tu. Mama akamwacha mumewe, kurudi akapata kwamba ashachukuliwa. Sasa hapo tunasema kosa ni la nani? Ni la wote. Huyu unajua ungengoja, unajua kuna muda wa kungoja, unafaa kungoja kidogo, unakaa mvumilivu man. Ni ya kwao. Naam, acha niangalie hapa ukurasa wa 10. Nishaangalia ukurasa wa 10 kunradhi. Twende ukurasa wa 11. Kuna mvutano katika ni nani atakuwa chief kadhi katika ile dini ya Waislamu. Wanasema kwamba ni miezi 7 tu imesalia ili mwenye yupo katika hicho cheo aweze kumaliza kazi yake, na kwa hivyo sasa kuna mjadala ambao umeibuka kwamba ni nani atakayeridhi cheo hicho, ambapo watu wanasema kwamba kuanzia mwaka wa 1852 1852 kuna jamii moja kutoka pale coastal community pale pwani ambao imekuwa ikichukua cheo hicho, lakini vile vile kuna huyu mwenyekiti wa Kenya Muslim National Advisory Council amesema kwamba itakuwa ni shindano katika kaunti 47 ili waone ni nani atakayechukua, basi ndio atakuwa chief kadhi. Ni katika ukurasa wa 11. Pengine niangalie ukurasa wa 12 ambapo nitakusafirisha moja kwa moja hadi pale kaunti ya Mandera. Nasema kwamba mifugo wanaendelea kufa manake kiangazi kimezidi. Mvua haikunyesha jinsi inastahili kunyesha mwaka jana, na vile vile nzige wakaingia pale, kwa hivyo wana maisha magumu zaidi. Vile vile wanasema kwamba tafadhali ambaye anaweza hakuna roho ya kusaidia aweze kuwasaidia chakula, manake ile zile nzige ziliharibu tunasema majani, ikaharibu nyasi, kwa hivyo mifugo wao wanakufa, vile vile wao wenyewe hawana chakula. Katika gazeti la Taifa Leo nikiangazia katika ukurasa wa 11 naona kwamba wanazungumzia kuhusu chanjo ya COVID-19 na yale mambo ambayo yamekuwa yakizungumzwa kwamba damu Uganda ukipata chanjo ya AstraZeneca. Ingawa ripoti za kuganda ama kuandisha damu imezua hofu, wataalamu wamesema kwamba kinachoonyesha moja kwa moja kwamba
cha kulaumu si chanjo. Yani unajua kuna wale wamesema kwamba hiyo chanjo ukipokea damu inaganda. Lakini naona wataalamu wanasema kwamba ingawa ripoti ya kuganda damu ipo ama inazua hofu, wataalamu wanasema kwamba hakuna kinachoonyesha bayana kwamba damu hiyo ama chanjo hiyo ya AstraZeneca ndio sababu. Naona huko wanasema kwamba hatari ya mgando wa damu ipo, ila ni kwa wale watu ambao wana maradhi magonjwa tofauti. Si ovyo tu, si kila mtu ambaye amepata chanjo damu yake uganda. Naona hilo ndilo swala kuu ambalo linaangaziwa katika ukurasa huu wa 11, 12, 13. Pia wanaangalia kuhusu chanjo hiyo ya AstraZeneca. Naam. Sijui kama nitasonga mbele kidogo. Angalia kwanza ukurasa wa 14. Okay, 14 hapa bado ni hapo katika kaunti ya Mandera na Garissa ambapo wanasema kwamba watu wanakufa njaa. Kwa hivyo wale wenye roho nzuri za kusaidia sema kwamba haweze kuwa auni kutokana na njaa hiyo. Moja kwa moja ukurasa wa 15 hapa ndio kuna hisia tofauti ambazo zimeibuka kutoka kwa Wakenya anuai ambao wanasema kwamba unajua jinsi Rais aliweka hii lockdown kwa kaunti zile 5. Anasema si vyema. Kuna baadhi ya Wakenya ambao wanasema kwamba si vyema, manake uchumi wa Kenya umezorota kutokana na mwaka jana. Kwa hivyo watu wazoee kuna virusi vya corona, waishi na corona, wajue jinsi ya kudhibiti ugonjwa huu wa corona. Kuna wale pia wanasema kwamba hii lockdown itasaidia kuzuia kuambukizwa zaidi kwa ugonjwa huu wa corona. Hiyo utaipata ama habari hiyo utaipata katika ukurasa huu wa 15. Pengine niangalie kwanza ukurasa wa 16, manake ushaongelea mambo na hiyo AstraZeneca. Hapa wanasema kwamba kuna wale serikali ilipiga msasa ikasema kwamba kuna wale ambao walikuwa wanataka kununua hizi chanjo kutoka nje ya nchi. Wakasema kwamba hiyo haiwezekani tena. Kwa hivyo wanasema hapa ni vibaya zaidi. Ni vibaya zaidi. Francis Wafula hapa anasema kwamba ni vibaya, manake kuzuiliwa kuleta dawa kutoka nje ya nchi kumezua nadharia 3 ama theories. Kuna wale mara kwanza wanasema kwamba serikali pengine inataka kudhibiti chanjo hizi, kwamba kuna zile ambazo ni zinasaidia kabisa, si zile unakuja unywe upewe pengine hizo chanjo ukufe pengine. Nadharia ya pili wanasema kwamba pengine kuna kikundi katika serikali kinataka kwamba kidogo tu kianze kuona venye hiyo chanjo inakuja waweze kujikimu wenyewe. Habari hiyo imeangaziwa katika ukurasa wa 16. Pengine tuangalie tofauti leo kidogo. Nikiangalia katika ukurasa wa 14 gazeti la Taifa Leo, naona kwamba wanaangazia namna ya kukabiliana na allergy. Najua watu wengi wako na allergy. Wanazungumzia kuhusu namna ambavyo utakavyo kabiliana na allergy. Katika ukurasa huu pia wanaangazia kwamba kuna kijana huko anasema kwamba mpenzi wake alitoweka kwa mwezi mzima, ni akawa amuoni wala ampati kwa simu. Juzi tu alimpata katika chumba cha burudani akiwa na marafiki wake. Akamwambia kwamba hajaimuona wala amjui. Yaani mpenzi wako amepotea kwa takriban mwezi mmoja, alafu mpatana naye ghafla kwa chumba cha burudani. Na anasema kwamba hakutambui, hakujui, na umeaikaa na yeye kama mwaka mmoja kwa nyumba, umeaishi na yeye. Sasa akupata anakuambia kwamba hakufahamu. Naam. Sasa unajua kuna wale maswali si kama huyu jamaa anasema kwamba yeye bado anampenda, ajui afanyeje. Najua hapo inaibua hisia tofauti. Mwanzo alikuwa mpenzi, unajua kuna ule mpenzi baada mjawana, lakini mko katika ile mstari wa kuona. Lakini hata kama anasaje sema kwamba kujui hajai kuona. Vile vile wanasema kwamba ukiachwa shika. Naam. Pengine niangalia hapa kidogo ukurasa wa 18. Naam, nimeenda sana. Ukurasa wa 17. Kuna wale ambao ni washauri wa Rais Uhuru Kenyatta, wanaambiwa kwamba waweze kufanya kazi yao vyema, manake ni kama rais kidogo ameanza kufanya mambo jinsi hayastahili. Manake watu wanasema kwamba hii lockdown itolewe, vitu zinaharibika, watu wamepoteza kazi, hivyo. Hiyo ni katika ukurasa wa 17. Tulishaiongelea ukurasa wa 15. Kwa hivyo siwezi angelelea. Kwa hivyo utapata gazeti lako uweze kuangalia vile vile. Katika ukurasa wa 18
Katika kaunti ya Nandi wanasema kwamba pia vitanda vya ICU vipo tena. Kuna wale ambao unapata mtu akona ugonjwa wake anastahili kupelekwa pale ICU hata kama si COVID, lakini unapata kwamba vitanda vyote vimekuwa occupied. Kwa hivyo kuna changamoto zaidi. Bado nikiangalia katika ukurasa huu wa 14 katika gazeti la Taifa Leo, naona kwamba wanasema kwamba huenda watoto kuanzia miaka 12 hadi 15 huenda wakaanza kupewa chanjo ya corona baada ya majaribio kuonyesha kwamba chanjo hiyo ya visa inazuia virusi vya ama kwa 100% miongoni mwa watoto ambao ni kutoka miaka 12 hadi 15. Najua watoto hawaruhusiwi kamwe kupata hii chanjo ya COVID-19, hivyo kama kuna chanjo yao ambayo inaitwa kama visa. Hivi karibuni huenda wakaanza kuipokea chanjo hiyo. Katika ukurasa huu pia wa 14 bado naona wanaangazia kuhusu ugonjwa wa saratani ama kanza. Najua siku hizi COVID imefunika kabisa ugonjwa wa kanza. Najua kanza ilikuwa inaua watu kitambo, lakini sasa siku hizi kama ilikuwa inaogopewa sana. Sasa siku hizi ni kama COVID, kanza imesaurika, saratani imesaurika. Naona tunaingia katika gazeti ukurasa wa mwisho ambapo wanaangazia michezo. Kabla uende kwa michezo, tunaangazia hapa katika ukurasa wa 20 wa The Standard. Hapa tunaona kuna mjane mmoja. Kuna mjane mmoja ambaye amewashtaki wakwe zake akisema kwamba ni kama anamnyima kuridhi 500 million property ya bwanake aliaga, alikuwa mtoto wa pekee. Kuna hiyo ilikuwa ya James Waithaka. Huyo ni mtu anayejulikana sana, ni wanamuita educationist. Sijui nimetamka hilo jina vyema, ni educationist ama educationist. Naam, kwa hivyo ana watoto 4 ambao ni mabinti, na hivyo anasema kwamba ni vyema apewe urithi wa bwanake ili aweze kuwakimu hao watoto wake 4. Hiyo utaipata katika ukurasa wa 20. Na vile vile unapata kwamba mambo kama haya familia yanachipuka sana katika jamii zetu. Sijui inakuaje. Yapo mengi sana. Naam, sijui tuende katika michezo kwa ufupi, naona muda pia unayoyoma. Angalia tuanze na Taifa Leo. Taifa Leo naona wanasema kwamba kocha Msumba asisitiza umuhimu wa mazoezi ya viungo wakati huu. Najua mnahimizwa kama wewe ni mchezaji, huwa mnahimizwa kwamba mfanye mazoezi. Naona hiyo ndio wanaangazia katika ukurasa huu wa mwisho. Naona tena wanasema kwamba AFC wasiwasi wa kambini kuhusu kocha Sems. Najua AFC waliajiri kocha mpya. Naona tena shirikisho la KBF kuivadhi Morans waliowika mchuano wa Cameroon. Naona kwamba wanaangazia tu michezo wakisema kumbuke leo usiku kuna kifumbi kati ya Liverpool na Real Madrid. Hivyo sasa hiyo ndio naona inaangaziwa katika ukurasa huu wa mwisho katika michezo. Naam. Katika The Standard vile vile hapa naona ni hiyo tu ya Real Madrid pamoja na Liverpool watamenyana leo usiku wa leo, ambao tunajua kwamba ni zile timu ambazo zimechukua uongozi katika kombe la Europa. Kwa hivyo leo watamenyana ana kwa ana. Kwa hivyo mshindi ni nani? Kuna wale wanaweka bet. Sijui mtawekea gani. Vile vile tunaona kwamba future at United no longer in De Gea's hands. Hapo wanasema kwamba David De Gea wa Manchester United kuna uwezekano kwamba hata zidi kuwa katika timu hiyo, manake kuna vuguvugu kati yake na Ole Gunnar. Wanaangalia kwamba na vuguvugu limekuja kwamba ni nani goalkeeper namba 1. Kwa hivyo kuna shauku kwamba huenda David De Gea hata kuwa katika michezo ya hapa mbeleni katika timu hiyo ya Manchester. Kuna swali hapa ambalo ningeomba tu tuliongelelea kidogo. Katika ukurasa wa 14 gazeti la Taifa Leo. Wanasema huku kwamba kuna swali huku wanasema kwamba nimeoa na ninafanya kazi mbali na nyumbani. Naam. Huyo ni mwanaume amesema ameoa na anafanya kazi mbali na nyumbani. Nina mpango wa kando na nimegundua kwamba ana wanaume wengine. Naam.
ameoa na ana mpango wa kando na amegundua kwamba ana wanaume wengine wengi. Nimeamua kumwacha. Rudia vizuri. Huyu mwanaume ameoa lakini anafanya kazi mbali kidogo na na tena kwenye anafanya kazi ana mpango wa kando. Na amegundua kwamba huyu mpango wa kando ana wanaume wengine bado, ana wanaume wengine. Sasa ameamua kumwacha. Na sasa ananitishia maisha. Afanye nini? Kitu ya kwanza. Ajua sana familia kwake. Na yeye huu ni mpango wa kando, hajamuhalalisha mpeleke pale nyumbani aseme kwamba huyu ni mke wangu wa pili. Maana inakubalika hivi. Kitaka kwa wa pili bado kama una uwezo unaweza. Bado huyu mpango wa kando yeye anajua tu ni mpango wa kando, si eti ana habari. Ana habari kwamba huyu ni mpango wa kando. Anajua kwamba hakuna kwenye anapelekwa. Sasa ni shida, yani ni shida kwake kuwa na wanaume wengine. Jambo la kwanza, mwanaume anahitaji viboko vingi zaidi. Kitu ya kwanza. Ningekuwa na ule uwezo wa kumpa viboko, ningemwambia kwanza lala chini. Kwanza nani huyu mwanamke akona makosa? Naendelea kueleza. Mwanaume ana makosa mengi zaidi. Maana ukiwa na mpango wa kando kidogo, familia yako mahitaji huwezi yashughulikia jinsi utakavyowashughulikia ikiwa hauna mpango wa kando. Unaona? La pili pia anatishiwa maisha na mpango wa kando. Hapo kuna kizungumkuti, manake huu ni mpango wa kando. Mpango wa kando na yeye kuna mipango yake ya kando pia. Sasa sasa huyu mwanaume anamlaumu huyu mwanamke ambayo anaye kama mpango wa kando. Anasema kwamba hafai kuwa na wanaume wengine. Na pia anajua kwamba huyu ni mpango wa kando. Huyu na yeye bado ni mpango wa kando, na yeye bado lazima achipange kivyake. Ndio hivyo. Sasa unajua hapo ni maelewano. Wangeelewana kwamba mimi nakuchukua wewe ni mpango wa kando, maana yake na familia, unaona? Lakini pia huyu mwanaume ampe ule nafasi kidogo pengine ya kujenga familia. Sasa wewe ni Edu. Unaweza kubali kwamba mpango wa kando mwenye uko naye na tena yeye pia afungue mpango mingine ya kando. Unajua yeye ni mpango wa kando na mimi ni mpango wa kando kwake. Kumbuka hilo. Kwa hivyo yeye kuwa na mpango yake mingine pengine ana uhuru wa kuwa na mpango wa kwake, lakini unaweza kubali kuwa na mtu wa aina hiyo. Hapo ni kizungumkuti kweli. Mwingine ndio huyu anasema kwamba yeye mpenzi wake alikuwa ameoa lakini wakaachana. Wakaachana mwenye alikuwa mpenzi wake anasema hivi, mpenzi wangu alikuwa ameoa lakini wakaachana. Tumekuwa pamoja na kwa miaka 2. Mwanaume ama mwanamke huyo amekuwa akimsumbua sana kwa simu, na hali hiyo inatatiza uhusiano wetu. Nifanye nini? Yaani alikuwa ameoa hapo awali huyo mwanaume, wakaachana na huyo bibi yake. Sasa akaoa bibi mwingine, mpenzi mwingine. Sasa yule wa kwanza huwa anamsumbua sana kwa simu huyu mwanaume. Huyu mwingine akiwa. Sasa anasema afanye nini huyu mwanamke? Huyu ni mwanaume au mwanamke? Mwanamke anauliza afanye nini? Sasa unajua ukishaamua we mwenyewe umeacha ndoa yako ya kwanza, by the way ndo tunaita ex husband, umeachana na yeye, ushaamua kwamba sasa acha niendelee na Videl, pengine huyu ndiye bwanangu. Unasidi kusahau yote ya kitambo kabisa. Yaani usahau, ni muhali sana kupigia bibi ya mtu. Unajua huyu mwanaume namtafuta ni jambo la sijui niseme aje. Hiyo ni kesi bwana. Unapigia anastahili kumkataza kabisa, hata kama unajua kuna uwezekano ule uko na hisia na mtu. Kuna hisia na mtu japo kuna ile amwezi wana, lakini kuna zile hisia uamue tu acha nifanye nini, acha niendeleze maisha yangu, nipate mwanaume mwingine, nipate mke mwingine, unaona? Lakini sasa upate yule baada na kutafuta na bado kuna zile hisia, unastahili kusahau. Jifanye tu umesahau hata kama uwezi, manake na huyu akijua wa pili mwenye amekuchukua ashajua. Sasa hapo ndo tabu. Hapo ndo tabu. Hayo ndio yalikuwa katika gazeti hili la Taifa leo. Hadi hapo kesho kuna lingine lilikuwa hapo ndani. Hadi hapo kesho pengine unajua kawaida unajua hii COVID. Lazima tufuate yale masharti ambayo yamepewa tulipewa ya kujilinda. Unajua si kulinda, ni kujilinda tu mwenyewe na kuhakikisha kwamba tunadhibiti ugonjwa huu wa COVID-19. Na sijui kama ushapata chanjo? Mimi nishapata. Jitokeze kama bado hujapokea chanjo yako ya COVID-19 AstraZeneca ama Sputnik, jitokeze apokea chanjo yako ya COVID-19. But ni kujitolea tu. Najua si lazima. Naam. Tunashukuru sana mpenzi mtazamaji wa AGR magazetini kama kawaida kila siku kuanzia saa 1:30 hadi saa 2
Leo tulichelewa kidogo, lakini tunaomba msamaha. Vile vile ningependa kukujuza kwamba ikiwa una hafla yote ile ungetaka tuje tukushike video vizuri ama tufanye kitu tunaita live streaming, pia weza kutufikia kwa nambari 0713745413. tuweze kufanyia kazi nzuri, kazi murua, kazi ya kusifika. AGR Media Services ndo inasifika kote duniani. Hadi hapo kesho, niite Edwin Mukaya. Fidelis O Moshoge. Hey, what's up everyone? My name's Alfax Nyibuto. This is Aboxy Global Radio 2021. We are here and we are going round and about. Video, photo, audio, anything it is in the media field, Aboxy Global Radio. You already see us. We are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya. You call us, Aboxy Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo. Call us 214-489-5885. Aboxy Global Radio. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale, iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Aboxy Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana.